Proverbs ni 4 mstari wa 23. Inasema hivi: linda moyo wako kuliko yote uyalidayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwa hivyo ukikosa kulinda moyo wako utakuwa mgonjwa. Unahesabu mambo kwa moyo, unakataa kulala, unasubua hiyo moyo, itakuletea blood pressure. Na moyo yako ukiionyesha kujisubua, hata ukikosa pesa unakataa kulala. Hata ukikosa kitu kizuri unakataa kulala. Ukikosewa na mko wako unakataa kulala. Tutakuona na sukari. Kwa sababu moyo ndio unasema kama utakuwa na maisha mazuri ama mabaya. David alitukanana na mke wake. Si mnakumbuka? David aliiba sana akaonekana uchi. Okay, watu wanasema nguo zilianguka lakini Biblia haijasema. David alikuwa amefunga nguo zake mzuri. Hazikuanguka lakini ilikuwa skirt. Zamani watu wote walikuwa wanavaa skirt mpaka sisi wanaume. Sasa David akiiba skirt na hakukuwa dawea siku hizo. Mama alikasirika. Akasema angalia mfalme mzima anaonyeshana uchi wake, na Daudi amesukukwa na wasichana nao wanaruka. Sasa akasema angalia mwanaume mzima anaonyeshana uchi wake. Wakati Daudi alikuja nyumbani, alimwambia wewe ni barathuli. Barathuli ni watu wale wanamwaganga mate hapa. Wajinga wanazaliwa wakiwa wajinga, wanamwaga mate. Daudi aliitwa hiyo barathuli. Wanawake wanaweza kutukana sana mpaka mtu amuue, lakini Daudi alimtukana batusi ambaye ilimuuma sana. Alimwambia ndio baba yako alikataliwa, akamtukanana na watu wao. Biblia inasema huyo mama aligojeka tumbo hapo hapo, hakuweza kuzaa. So wanawake wengi wamegojeka, ni moyo kwanza walifanywa iwe mgonjwa. Na ndio unaona hospitali tumejaza wanawake. Na bila shaka mliona jana ni wanawake tulikuwa wengi hapa wagonjwa kuliko men. Men ni wachache wagonjwa. Na wanawake hao ukitafuta wengi ni moyo. Wanaambiwa maneno inawaumiza moyo. Na kwa sababu hawezi kutukana na ameokoka, anaweka hiyo anaingiza ndani, analala naye. Inaenda kwa mwili. Na mara nyingi inaendaga hapa kwa tumbo. Ndio rahisi. Sasa shida inaanza. Na tena kama umeoa mtu hatishangi mke wake, maana ukimtisha utatumia pesa nyingi sana kumtibu hospitali. Ati kila siku unamweka kwa balance. Ona hali mwili tutakoragwo nake wetagwo Mary na ni aracokire guku na Nairobi. Tena hauwezi sikutisha mke wako ya kwamba utamtupa, ya kwamba utamuua, ya kwamba wewe ndiye unasubua maisha yangu. Hata mimi huwa najuta kwa nini nilikuoa. Kwa sababu ya moyo. Kwa hivyo mwanamke anayesheka kwa nyumba dawa hatakuitisha. Lakini yule unaona amekunyamazia siku 3, tayarisha pesa. Kusafisha moyo. Kwa nini tunasafisha moyo? Inasema hivi Yeremia 29 verse 13. Mutanitafuta na mutanipata, siku ile mutanitafuta na moyo wenu wote. Kwa hivyo ni kumaanisha tukikosa kutafuta Mungu na feelings zote, yani tu feelings twingine unakubali twende mahali pengine, utampata. Maana moyo ni emotions. Emotions ni feelings. Moyo ni hisia. Moyo ni kutaka na kutotaka. Bwana Yesu asifiwe. So moyo inatakikana isafishwe ndio utafute Mungu umpate. Okay, sometimes tunashindwa kupatia Mungu moyo yote kwa sababu tumeoa. Unagawia mama nusu, sasa unapatia Mungu nusu. Lazima mtu ameokoka ajue wakati wa maombi na wakati wa kutafuta Mungu unampatia moyo yote utampata. Lakini ukimtafuta na moyo kidogo, kwa sababu moyo umegawia watoto. Kwanza ukiona mtu amependa mtoto sana mpaka hampigi, huyu sasa atakuwa na problems na Mungu. Kwa sababu hiyo moyo umempatia ile moyo ambao unatakana upee Mungu, unapatia mtoto yote. Mpaka unakaita majina haufai kukaita. Na mtu ambaye anapenda mtoto, Biblia inasema mtu anayependa mtoto yake huwa anampiga. Na wale ambaye wameolewa na unapenda mume wako na upendo ambaye unatakana upende Mungu naye. Sasa kama
uko na moyo, ujue ni likely ikudanganye. Na moyo inaweza kukudanganya unaenda biguni na hauendi. Ni moyo imekudanganya.